I started prioritizing my pregnancy at 8 months. Kwa mind yangu sikuwa nimeweka bado niko na mimba. Hatukuenda hosi kama mtu anaenda kuzaa. Hatukubeba anything. Nilibeba tu kitabu ya clinic. Kufika ndo naambia unajua uko na labor. So nilileba for saa 7 hadi 6. Hiyo time hata nilikuwa niseme na cheesy. I got champion when I was 19 years old. Tulipata champion nikiwa na miaka 20. My name is Sylvia Jambi Gishuki. I am an influencer, content creator, all that. My name is Eugene Onyuoki. Mostly watu wananijua kama Mziza. We met 2023 December. It was love at first sight. He took my number. So hapo ndo mambo ikaendelea. Mimi nikaamua kutupa mistari zangu hapo. Baby girl akakubali, akaingia box na tukatrustiana, tukaanza life. Tukakaa na I think ilikuwa hapo March hapo time alikuwa na pregnancy. So ndo tukaamua niishi na yeye. Jua kwa nataka zile aibu za huko home. Mimi I was not ready kupata champe. Niliamka siku moja niko like mbona dates zangu zimepita. The time nilitest I remember nilisikianga kama nikizunguzungu ama ni nilikuwa peke yangu kwa nyumba. Sasa kenye ilikuja kwa mind ni ndamwambia afanye. Mamangu alishi kuniambia utapata hiyo mimba na utakuja hapa na utaibika peke yako, utakaa hapa atakuruka. Sasa mimi niko like guy imekuja kupass. Venye nilimwambia he was like hiyo ndo inafanya ulie. Ukiangalia hakuna mbele ama nyuma. It was hard. Sasa mimi niliamua kukua strong, nikamuonyesha hata mimi niko strong, nimekubali responsibilities. For the weeks zenye zilikuwa, mimi bado sikuwa na ile mentality, bado siamini niko na mimba, but bado siamini. I was just free, nilikuwa hadi na swim, nafanya kazi zingine nzito. The first trimester, depression, stress, unakonda, unakaa ni kama sio umekuwa mgonjwa, usikiri na kasi juu aje, una appetite, unatapika everything. That was first trimester. Second was a little bit easier, but hapo sasa ndo nilikuwa na feel cravings. Third trimester at least ilikuwa easier juu I used to sleep from 6 AM to 7 PM. Then nakesha the whole night, then nalala 6 AM naamka 7 PM. That was my life. My support system was my man here. Yani nilikuwa nakaa tu peke yangu nalia. Washangaa nalia nini, but I have a lot in mind. Sasa hizo mko na stress juu sometimes hamna food, hamna rent, mtoto hajabaiwa anything. So ukijaribu keep that in mind, unapata stress, unaanza kulia. Role yangu sasa mimi nilijua hapo ishaingia fatherhood. Financially nilikuwa hapo lazima niko natoa. Nilikala nikajua princess yako nina matter na venye una attention to your family. I started prioritizing my pregnancy at 8 months. I started my antenatal that late because kwa mind yangu sikuwa nimeweka bado niko na mimba. Hatukuwa na hiyo much details about kwenda kwa clinic, kucheck hizo vitu. Hatukuwa na any knowledge about that. Nikileba for my child, I woke up like ni normal day venye nilikuwa naamka, lakini hiyo siku niliamka nikasema nasikia kukula keki ya birthday. Nikamwambia ndiye anibai akaniletea na akanipikia chai. Alikuwa anajitayarisha aende kazi. So nikirudi kujiekelea kwa bed ndo nilisikia like nimeona blackout. Hatukuenda hosi kama mtu anaenda kuzaa. Hatukubeba anything. Nilibeba tu kitabu ya clinic. Kufika ndo naambia unajua uko na labor. So nilileba for saa 7 hadi 6. Hiyo time hata nilikuwa niseme na cheesy. Hakuna mtu alikuwa ananipatia emotional support. He was even there for me. Nikipush, yeye ndo alipatiwa mtoto. Ilikuwa ni 6:15. Hiyo time tu yeye amelia mtoi nikapatiwa mimi nimshike. Hiyo time nililia tu. Postnatal care I received because nilikuwa na watu wazuri beside me. Mama yake ndo alikuwa ananiangalia. Nilisupport my partner after birth na kumsaidia kushika mtoto labda ile usiku masaa amelala. Mimi siko kwa usingizi. Nenda kazi, car wash, najituma, natafuta pesa. Mimi nilikuwa tu kazi yangu sana ni kuprovide. My fear was sasa nitajua kukaangalia. Nitajua sasa venye kanafaa kuoshwa, kenye kanafaa kunyonya. I think kwa men chenye unafaa nafanya ndio wa support partner zao. As long as your partner uko beside her every time, kwa kila situation uko na yeye,
unamotivate, na bado kwa hizo vitu zinataka zioneza manage, unamshughulikia. Motherhood has made me change through about how I think about health, because huyo mtoto mwenye uko naye hapo akigonjeka hivi kidogo, we kama mzazi ndo una feeling pain on behalf of the child. In my fatherhood journey, I'm proud of raising a son. The truth about maternal health that people need to say it loudly, it's about the labor part. Ukiona tu mama hapa nje, salute. To you, my son champion, I'm trying to raise you in a best way that you can be proud of yourself and proud of your parents. Alpha champion, mimi nakupenda tu sana na nakutambua. Mimi kama babako najua vitu tumepitia, but tumekuweka kama priority. Tunakupenda na tunataka ukue mtu mbigi kwa hii dunia in the next years coming. We love you.